Bwana Yesu asifiwe sana, na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Tena majina yangu naitwa Pastor Elijah Luther. I'm born again. I love Jesus Christ as my personal savior kila wakati. Nataka kukukaribisha ama kukualika tunaposhiriki hili neno. Na leo nataka kufundisha kuhusu empowering my power. Empowering my power ama kutia nguvu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kuna nguvu naweza kuwa nayo, lakini hiyo nguvu bado haijatosha. Kuna mahali unataka kuenda, lakini ile nguvu uko nayo ni kidogo. So lazima utiwe nguvu nyingine tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna stima ziko mara mbili. Ni moja lakini imegawanyishwa katika sehemu mbili. Kuna single phase na kuna three phase. Kuna stima ambayo watu wameileta lakini ni single phase, lakini kuna ingine ni three phase. Na stima ya single phase kuna kazi fulani haiwezi kafanya, maana iko na upungufu fulani. Lakini three phase inafanya kazi mingi sana. Jina la Bwana ibarikiwe sana. So ninaposema empowering my power, simaanisha kwamba hauna power. Hapana, you have the power. Lakini ile nguvu uko nayo inahitaji ikaweze kutiwa nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna tofauti pia ya stima kupotea na stima kuisha. Haleluya. Stima inaweza potea Stima inaweza potea na stima inaweza ikaisha. Ni kama mtu yule aliyekufa na mtu yule mwenye amelala. Yule mtu amelala watu wako na matumaini yataamuka, lakini yule mtu amekufa hakuna matumaini kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. So ninazungumza na mtu ambaye stima imepotea kwako, haijaisha. Haleluya. Na kama imeisha kabisa pia ng'ang'ana vile unairejesha kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Empowering my power. Token yako ikianza kuisha, utasikia kuna kasauti fulani huwa kanaleta. Utasikia signal. Kuna vile kataanza kulia, kataanza kukusumbua kila wakati. Na kuna watu mko na power, lakini ile power mko nayo mnaona imeanza kusumbua mahali. Haiko effective vile ilikuwa kule nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. So ungangane kabisa vile una empower hiyo power yako ili ukaweze kuendelea na safari vizuri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni kama battery ya simu. Wakati simu imetumika sana, kuna kipindi ambapo utasikia simu inakuonyesha low battery. Yaani low battery inamaanisha tukiendelea na hii safari mimi nitakuja kuzima nikiwa njiani. Sasa simu inakwambia ipeleke katika recharging, ipelekwe mahali iende ichajiwe, ipate nguvu tena, ndio sasa tena iendelee kukuserve. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna nguvu umekuwa nayo, lakini hata mwenyewe ukijiangalia kabisa, hii nguvu inahitaji kwenda katika charging system. Inahitaji kukuwa empowered tena, ndio sasa iendelee kufanya ile kazi ambayo ilikuwa inafanya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Luke chapter number 8 verse 46, Yesu akatambua. Yesu alikuwa na nguvu, lakini ikafika mahali nguvu zake zikakuja zikapungua kidogo. Katika Luke chapter number 8:46 anasema ya kwamba nguvu zimenitoka kwa sababu ninatambua kuna mtu ameniguza na nguvu zimenitoka. In one way Yesu anamaanisha kwamba ninahitaji tena kwenda ku empower zile nguvu ambazo niko nazo. Na tunaona kila wakati alikuwa anaenda kwa mlima anaomba, kisha anarudi, anaomba anarudi. Alikuwa anaenda ku empower. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima uangalie. Unajua nguvu kuisha ama kukuwa empowered ni wakati umetumika sana. Hata stima ikitumika sana kwa muda mrefu, utapata moto itapungua. Haleluya. So na imani ya kwamba tutabarikiwa sana na Mungu atasimama na sisi. Kuna 4 types of powers nataka kuguzia kwa haraka sana, which needs to be empowered. Aina 4 za nguvu ambazo zinahitaji kuwa empowered. Na nguvu ya kwanza ni spiritual power ama nguvu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Matthew chapter number 7 verse 21, wanafunzi wa Yesu wanamwendea Yesu faragani. Alafu wanamuuliza Yesu maswali. Wanamwambia, Master, mbona sisi hatukuweza kutoa lile pepo? Yule kijana ameletwa kwao alikuwa na ugonjwa wa kifafa. Wakang'ang'ana kabisa vile wanaweza kemea lile pepo, lakini lile pepo halikuenda.
Yesu alipotokezea akakemea ile roho na ikaenda. Wanafunzi wakastuka sana, mbona sisi tulishindwa? Walishindwa kwa sababu ile nguvu walikuwa nayo ilikuwa stima ya single phase, na ile shida ambayo ilikuwa mala pale ilikuwa problem ilihitaji 3 phase. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna tatizo uko nalo linahitaji 3 phase, alihitaji single phase. Umetumia single phase imeshindikana. Jaribu kuempower sasa, kutoka katika single phase uingie katika 3 phase. Hiyo roho itaenda kwa jina la Yesu. Spiritual power ni ile power ya kupigana na mashetani, kupigana na maroho machafu yanayokutesa kila wakati. Ukiona umekemea pepo kwa muda mrefu na iendi, enda empower hiyo nguvu katika fasting and praying. Yesu akamwambia kwamba mambo mengine haitoki tu kwa kuomba, lakini inatoka katika kuomba na kufunga. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Power number 2 ni power ya pesa, money. Na hii watu wanaipenda sana, hata mimi naipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika Ecclesiastes chapter number 10 verse 19 ya kwamba karamu huandaliwa kwa ajili ya kicheko, divai hufurahisha watu, lakini fedha inajibu jawabu la mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Deuteronomy chapter number 8 verse 18, maandiko yanasema ya kwamba utamkumbuka Mungu wako akupaye nguvu za kupata utajiri. So unaweza kuwa na pesa, lakini zile pesa haziwezi zikatoshelesha mahitaji yako. Yaani uko na mahitaji mingi sana, lakini zile pesa uko nazo ni kidogo sana, haziwezi zikasaidia mahitaji yako yote. Tafuta njia ambayo unaweza tumia to empower your money, at least iongezeke. Ikishaongezeka sasa itakusustain, itakuwezesha kufika kule mahali penye unaenda kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna njia mingi sana unaweza invest pesa zako, at least zikazaana. Ama kuna kitu unaweza fanya at least kikaongezea pesa yako na ukaona Mungu kwa jina la Yesu. Jina la Bwana barikiwe sana. Power number 3 ni power ya wana, sons, watoto. Biblia inasema katika Psalms 127 verse 4 to 5 ya kwamba kama mishale mikononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba heri mtu yule aliyejaza podo lake, hataona aibu anapopigana na maadui zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watoto ni power kabisa. Mzazi mwenye ako na watoto huwa anajisikia, anajua mimi siwezi nikaguzwa kabisa. Na si watoto peke yao, ni watoto wale umewasaidia alisi pia wako na power. Jina la Bwana barikiwe sana. So ukiwa mzazi umesaidia watoto, lakini watoto wale hawana nguvu ya kutosha, unatumia njia yote ya kuhakikisha kwamba hawa watoto at least nimefanya nini? Nimewa empower wakuwe na nguvu ya kuendelea kunishikilia. Then power ya mwisho ama power number 4 ni afya. Hallelujah. Afya. Your health is very much important. Jina la Bwana barikiwe sana. Unajua afya yako ni ya maana sana. Mimi nimeona watu wanafanya kazi, wanasema wanajituma, wanafanya kazi usiku na mchana, at least destiny yao ikuwe sawa, lakini kuna time ya kupumzika jamani. Hata kama kazi inakuletea pesa namna gani, afya yako ni ya maana sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwanajeshi yoyote wakati anapojeruhiwa akiwa vitani, huwa anapatiwa off, aponye kwanza majeraha yake. Akisha ponya majeraha yake, akisha tibiwa akiwa sawa, sasa anarudi kupigana vita tena. Hata yule mwenye anacheza mpira wakati amejeruhiwa, afya yake ikiwa sawa, huwa anasimamishwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Ahili kwanza zile wounds, akisha kuwa sawa, anarudi kufanya ile kazi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima uangalie afya yako pia ni ya maana sana. Unapofanya kazi pia kuwa na muda wa kupumzika. Hata Mungu mwenyewe alipumzika. So Mungu awabariki sana. Nimefurahia sana kuongea na wewe. Asante kwa kunifuatilia katika Facebook. Nimeona watu wana like page yangu ya Facebook, na nimeona pia watu wameanza kuangalia YouTube vile nilisema, na pia katika TikTok kunifuatilia. Nimesema unaweza nipata katika TikTok, unaweza nipata katika Facebook, una like page yangu, ama unaweza nipata katika YouTube. Just search Pastor Elijah Luther na utanipata mahali pale. Otherwise ninawapenda sana, upendo wa Kristo Yesu. Nimesha nikiwaambia kwamba ninawapenda, and I always keep you in my prayers kila wakati. Sasa hivi niko kanisani, natangaza baraka za Mungu sana katika maisha yenu. May God empower your spiritual life.
May God empower your health. May God empower your sons and daughters. May God empower your money. Mungu awabariki sana. God bless you. Shalom.